number 6 verses 1 to 6. Mtu atakayesoma mbio. Chana nayo kama ukumpatia wachana nayo. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki tu. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye haki, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokose watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Enyi watumwa watiini wao walio wana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, hana kwamba ni kutii Kristo, wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wanjipendezao kwa mwanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, ukitenda yapendezayo Mungu kwa moyo. Bwana alibariki neno lake. Kuna mtu anaumwa sana hapo, anasema anataka kusoma na Kizungu. Yaani unajisikia unaweza soma Kizungu ama unataka hiyo Kizungu hiyo. Yaani kama unajisikia, na kama hujajisikia tutaenda na hiyo tu ile somo. Bwana Yesu asifiwe. Things go with a mood. Vitu vinaenda na mood. Kama hujisikia kusoma na Kizungu, hiyo ni mood leo hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuende na ile ndio. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo nataka tufundishane, inaweza ikakugonga sana na ikanigonga sana. Maana neno la Mungu ni upanga ambaye inakata pande zote. Inakata na nyuma inakata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuliangalia ili kwanza kabisa vile uko hapa, vile ulivyo, anybody who is here and anybody who is watching in a television or whatever. Bwana Yesu asifiwe. Nataka sasa urudi nyumbani kwenu, akili yako irudishe nyumbani kwenu. Rudi kidogo kule nyumbani kwenu. Kuna mambo nataka tuzungumze. Maana kuna mahali ulikosea, unahitaji kurekebisha, ama kuna mambo ambayo ulikuwa unafanya ukaacha kuyafanya. Haleluya. Na mimi kila mmoja yuko nyumbani sasa. Bwana Yesu asifiwe. Salimia baba yako. Umemsalimia? Salimia mama yako. Umemsalimia? Very good. Mungu akubariki sana. Sasa turudi hapo, tuanze kuzungumzia hapo. Mambo yale aliyokufanyia baba yako na mama yako ukiwa mchanga, hasa mama yako ukiwa tumboni, bado hujazaliwa. Ulipokuwa tumboni uliitwa mimba. Bwana Yesu asifiwe. Mama yako akakutunza, hata hiyo hakuitoa, alilea. Hata imaanisha kwamba mlikuwa mnajiweza ama mlikuwa matajiri, lakini alivumilia hivyo mpaka labda pengine hata kuna vyakula alikuwa hali kwa sababu yako ukiwa tumboni, mpaka ukaja ukazaliwa. Ulipozaliwa amekulea vizuri, amekunyonyesha, amekuvalisha usionekane uchi. Bwana Yesu asifiwe. Ni msasa hiyo. Labda wana watu wakula, anaenda kukopa na ukuye ili ukomae, akijua siku moja ukiwa mtu mkubwa utaweza ukamsaidia. Haleluya. We're talking about physical. Kwa sababu andiko linasema kilichozaliwa na mwili ni mwili. Sasa tunazungumza kwa kile kilichozaliwa na mwili, ambao ni mwili. Sasa wanazungumzia mwili. Haleluya. Tuzungumzie mwili. Yale mambo yote baba yako na mama yako walikufanyia wakiwa hawana chochote. Hata ukigonjeka wamekubeba na kupeleka hospitalini, hata hawana pesa, wanakopa. Wengine unauza kuku ama mbuzi ili upone. Tuapone. Maana ukishapona, ukishafikia kwa umri wa kumsaidia, utamsaidia. Ukasoma kafika mahali umefikia,
wengine wamefika mpaka university, wengine wamefika form 4. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni 8, hata kama ni 3, tunataka tuangalie malezi. Tukiachia mchanga hapo, malipo yake ni nini kwako? Malipo ya huyo baba yako na mama yako ni nini kwako? Unawalipa na nini? Maana bado hujakufa na uko Nairobi. Ukumbuke huko nyumbani, uko Nairobi. Hata kama hauna kazi, uko na kibarua. Ona nimalizia moto bwana, hiyo nini yangu na wakishataka kwa nini? Kama uone na hii ya Mungu hiyo itakutaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hauna kazi Nairobi, lakini uko na kibarua. Si unakula, si uko umeshakufa. Jua ufanye kazi. Lakini kila kidogo unachopata, unakumbuka mahali ulitoka. Unakumbuka mahali ulitoka. Vile baba yako alivyosumbuka akikulea, vile mama yako alivyosumbuka akikubeba, ukimkojolea. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mzee wangu hapa akasema hata aliandikwa kazi ya nyumba, mwanaume na ndio kazi ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kile angalia sasa imani yako. Praise the name of Jesus. Malipo ya baba na mama yako ni nini kwako? Na walipo na nini? Hata ukipigiwa simu na mama ushiki. Ukipigiwa simu na mzee anasema wananisumbua bure hapa. Juzi nimewatumia 500 tena nataka pesa. Sina. Ukijisahau unataka waitishe nani? Unataka waombe nani? Are they in your budget of the week? Maana hata kama kwa wiki, kwa siku nalipo shilingi 500, basi kwa hiyo wiki tu watumie 500. Kila wiki kwa mwezi inahesabika ni 2000. Akisema ni kidogo, basi hauna nyingine ni hizo. Uko nazo na umemtumia. Bwana Yesu asifiwe. Malipo yako ni nini? Maana yeye alikuzaa kimwili. Alikuzaa kwa mwili na nyama, ama kwa damu na nyama. Akakulea. Asije kuzaa leo hii mimi ningekuja kukutana na nani au mshirika wako. Kwa hiyo nashukuru sana wazazi wako. Sana sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata kama mzee aliweka mama angefanya na angekuwa kutupa. Nashukuru sana mama yako na baba yako kwa ushirikiano wao. Vile walivyokuzaa, wakakulea mpaka ukawa ni mtu wa kujielewa. Mpaka ID ile yako uko nayo iko na jina ya baba. Hata wakati uko unaenda kuchukua ID, kwanza ulienda kaambiwa kuja na ID ya mama na ya baba. Yaani heshima kwa baba na mama iwe. Praise the name of Jesus. Hata kama unalipa mshahara kidogo kiasi gani, kumbuka mama nyumbani. Kubeba mimba sio rahisi. Kuna mwingine imemlemea. Hata haiko na sisi hapa imemlemea. Sijataja mtu mimi hapo. Mimi sijataja mtu. Nasema kuna mwingine imemlemea. Labda hata mama yako imemlemea hivyo. Anashinda akilala, kumbe anabeba Jared. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hakuna shida. Hata kama sili mayai, baada ya miezi 9 nitayarudia. Kwa hiyo mayai kaeni hapo. Wakati huo mzee anabonda kuyabonda. Na yeye amesababisha. Sangine labda mama akiwa na mimba yako akapigwa na baba yako. Wameteta, mama kayabondwa makofi pa pa pa. Mama kaanguka chini akiwa na mimba yako. Wanawake wanapitianga aliko. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa na mimba yako akavumilia siku ya kuzaa. Labda mzee alikuwa yeye hajaokoka, alienda kupata mkebe. Anaambia msage kwamba mke wangu leo anaenda kuleta mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Leo anaenda kuleta mgeni. Labda hata wakati alipokuzaa baba alikataa kulipa, alikuwa na pesa. Mama yako watu wa kwao wakachanga, akatoka hospitalini. Ndio wengine wengi leo hii wanakwama, wanafungiwa hospitalini. Amejifungua tayari, hana pesa ya kulipa. Naomba serikali ikiwezekana iangalie hilo swala, maana kukosa sikupenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa malipo yako kwa baba yako na mama yako ni nini?
kusaidia, physical and spiritual. Inaweza ikasaidia hata wazazi wale waliokuzaa wamekojeka. Enda kwa baba yako huyo kiroho, mwambie wale walionizaa ni wagonjwa, hawajisikii vema. Siku moja Pastor Victor kaniambia, mama aliyenizaa ni mgonjwa, ameenda akapimwa hospitalini, ugonjwa hauonekani, amejaribu kunywa dawa, hali inazidi kuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mpe simu tuombe, mwambie nipigie simu tuombe. Haleluya. Tukaomba na Mungu akatenda. Akaja kaka akasema kuna mambo fulani yananisumbua. Nikamwambia mwambie aje. Alikuja mpaka hapa. In fact alikaa nafikiri 1 week, si ndio? Alikasa mwezi mzima hapa. Sasa kazi ya baba yako wa kiroho ni hiyo. Wale walikuzaa wakakulea, wakati wale waliokulea sasa hiyo wako kwenye hali mbaya, wamezeeka, hawajiwezi, wamezungukwa na wachawi na waganga. Huyo baba yako wa kiroho yeye anawasaidia vipi? Maana katika kule kukusaidia ni wao awaombee. Haleluya. Maana kama baba yako wa kiroho ako na uwezo tu wa kipesa, hana uwezo wa kiroho, basi hakusaidii. Hakusaidii. Unamhitaji baba yako wa kiroho, si ndio? Kwa hiyo lazima kwamba roho yake hiyo iko juu, inaweza ikasimamia wale watu waliokuzaa, hata familia yako. Haleluya. Fungu la 10 ukipata unaleta hapo, hata usipoleta unapigiwa simu. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Kwani nini mbaya? Sijaona fungu lako la 10. Huyo ni kwani mali. Toka hapo. Amen. Ona niangalia. Toka hapo. Wewe mshirika, toka hapo. Huyo si baba wa kiroho. Huyo ni baba wa mwili. Ana haja na mali yako, hana haja na maisha yako. Wengine fungu la 10 limewekwa kwa kompyuta. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mshamazi ikifika anaangalia tu hapo hivi. Fulani haja toa. Kuna zingine inaandikwa kwa mwaka, imeandikwa kwa board, tena inabandikwa nje ndio ionekane Titus hajatoa fungu la 10 mwaka huu, na kama alitoa nusu hajamalizia. Sasa hii ni ya kiroho kweli? Vitu vya kiroho are invisible. Vitu vya kiroho are invisible. Maana usipotoa unadili na Mungu mwenyewe. Unadili na Mungu mwenyewe. Ufukara utakuzingira. Mungu atakupiga na maradhi na magonjwa kwa sababu wewe ni mwizi. Mwizi atakapata anapigwa, hata wengine wanauawa. Sasa wewe ni mwizi, Mungu anakupiga na maradhi na magonjwa sababu ya kumuibia. Sasa imekuwa hii mwaka mali mwezi imefikia. Hii inasemekana Victor Olo bado hajatoa, alitoa mwezi wa 3 na alitoa robo ama nusu. Sasa hiyo ni ya kiroho hiyo. Kanisa la kiroho, hizo vitu lazima ziondoke. Vitu vya operate spiritually. Haleluya. Huyo baba wa kiroho huyo ni lazima huyo umfaidi huyo. Maana ulifaidi baba yako mzazi. Wengine wanaongea Kizungu, ni baba yako huyo. Alijinyima na akakusomesha. Hata labda yeye hajasoma. Na unaanza kuongea Kizungu na baba yako. Yes, mnaongea na ndugu yako na Kizungu, ama wewe na mke wako. Kama vile mimi na demu yangu hapo tuanze kuongea Kizungu. Yes. This mother is stupid. No, stupid. Unaita mama yako stupid na Kizungu. Na yeye alikusomesha. Kwa sababu uko na pasta wako na baba yako wa kiroho, hata anakubariki. Hata hiyo baraka haitaingia. Akisha kulaani hiyo, hata kuombea namna gani haitaingia hiyo baraka. Paulo anasema nini? Nyinyi watoto wa kiroho, watoto watiini baba zenu wa kiroho. Nanyi baba msiwakemee watoto wenu, yaani msiwadharau. Sasa wewe ni mwanangu wa kiroho. Ezekiel yako na washirika ni mwanangu, sijui nini whatever sawa. Wewe baba yao wa kiroho anakufaidi na nini? Bado nakuja tu polepole. Naja polepole. Mimi naja polepole, sina haraka leo. Hata Tony wangu hajaniambia leo kama leo mtafanya mazoezi. Sababu tunapanga crusade. Wanaweza sifia. Naja tu polepole.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe baba Bishop, no sorry, Apostle, kuna wakati ulikuwa na mgonjwa, ulikuwa umefura sana, karibu kufa. Angalia vile mama yako alivyokushughulikia, na kazi ya mchao ilikuwa karibu kufanikiwa ufe. Angalia vile alivyokushughulikia. Sasa hivi mtu mzima tumiage tu kitu, na kama uko nako kama mchezo hapo, ati unajipendeleza kwangu na nitumia naye umtumii, naweza hata nikaikataa hiyo yako hiyo. Tunalia mama, mimi hata ukifuatilia mtu 10% nakula hapo, si kweli? Hata saa nyingine unanunulia unga hapo, mko wengi, si kweli? Unanunulia unga wewe, kwani wewe peke yako tegemea, usipotumana hakukuli kitu hapo. Haleluya, praise the name of Jesus. Sasa huyo baba yako na mama yako waliyekulea mpaka sasa hivi, wewe ni mtu mkubwa, na mimi nashukuru tukaja tukapatana nikufundisha sasa misingi hii. Lazima waheshimu baba na mama kama unataka kuishi maisha marefu. Mungu anasema heshimu baba na mama kwa sababu ni Mungu wa pili. Uishi maisha marefu, yaani maana yake hata mchawi hapo hatafanikiwa. Bwana mama kisha kubariki, ameshakubariki. Wengine wamepiga wazazi wao, umepiga mama, umepiga baba, na unaenda kwa mchungaji na kuambia kwamba hiyo tutaondoa. Hiyo iondoke my friend. Wewe enda urekebishe na baba na mama yako. Haleluya. Enda urekebishe na baba na mama yako, basi baraka inaingia moja kwa moja. Unajua sasa hii mambo yamebadilika, nataka uishike sana hiyo. Mimi